Mungu anataka nimfanyie nini? Nisikilize, toka kwenye eneo la ushabiki. Tuko katika kipindi watu wanacheza kombe la dunia, wanacheza wachezaji 22 uwanjani, dunia nzima tunakosoa fulani hajacheza vizuri leo, kocha amekosea kumpanga huyu. Wewe unajua kocha alijua kwa nini hajampanga yule? Yani mimi nashangaa, amekosea sana kuanzisha hichi kikosi. Angemwanzisha fulani na fulani, labda timu fulani isingetoka. Nani amekwambia isingetoka? Wewe mshabiki ndio unafikiri unaweza kuoperate. Aliyoko uwanjani ndio anajua ugumu na uwepesi wa mchezo. Ninyi msiokuwa uwanjani hamjui ugumu na uwepesi wa mchezo. Kazi yenu mtakaa mtapima, na siku mkifika mbinguni mnahukumiwa kulingana na kazi mliofanya duniani. Na Biblia inasema kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kuna watu mnaomba sana, lakini mko kila mahali kwa ajili ya kukosoa kazi za wengine. Unaomba nini? What are you doing in the church? Na kuuliza, we nani anakosoa ya kwako? Yani yule wala siku hizi haimbi vizuri, siku hizi ana upako. Tuonyeshe wa kwako, uje uimbe tukusikie. Kama uje tuimbia sauti ya 62, tuonyeshe sauti yako. Yani siku hizi simuelewi, hana upako kabisa. Mimi simuelewi. Sikiliza, wewe utuelewi, Mungu mwenyewe hakuelewi. Yani anakuhurumia. Unajua kuna wakati mnasema umuelewi mtumishi, Mungu mwenyewe hakuelewi, shetani mwenyewe hakuelewi. Maana kwenye uganga akikusubiri uendi, kwenye ufalme wa Mungu haupo, uko 50-50. What are you doing in this world? Hujawekwa uje ule na kunywa. Biblia inasema hivi, ufalme wa Mungu si kula na kunywa, haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 20, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo hamtauona kamwe ufalme wa Mungu.